Mambo vipi? Sijui hii itakuongezea chochote, lakini nakushauri kama una muda sikiliza. Ni ndefu kidogo, na kama hauna muda sasa usisikilize. Najua umesikia mara nyingi neno urutubishaji madini ya urani, na pengine umesikia maneno hayo zaidi katika vita vilivyomalizika majuzi kati ya Israel na Iran. Israel na Marekani zinasema zimeishambulia Iran ili kuzuia mpango wake wa nyuklia, na washirika hao wawili, yani Israel na Marekani, walivilenga vituo vikuu vitatu vya Iran vya kurutubisha madini ya urani. Wanasema Iran ilikuwa inatumia vituo hivyo kurutubisha madini hayo ya urani ili kuunda silaha za nyuklia. Sasa nataka nijaribu kufafanua alau kwa kifupi tu maneno haya ya kurutubisha madini ya urani na msingi wake katika vita kati ya Iran na Israel, na kwa hakika kati ya Iran na nchi za Magharibi. Tafsiri nyepesi ya kurutubisha madini ya urani, au kama yanavyoitwa kwa Kiingereza uranium, ni mchakato wa kikemia wa kuongeza wingi wa kiambata kimojawapo kinachounda madini ya urani. Usichanganyikiwe kwanza, nitajaribu kufafanua. Madini ya urani kama ilivyo kwa madini mengine yanayopatikana ardhini yanaweza kutumika kwa kazi nyingi tu. Madini ya urani yanaweza kutumika hususan kuzalisha nishati ya umeme, na matumizi yake mengine ambayo ni hatari ni kuunda silaha za maangamizi za nyuklia. Sasa urani yenyewe ikishachimbwa, kusema kweli, haina thamani kubwa sana. Unaweza kuitumia hivyo hivyo ilivyo kuzalisha umeme, lakini teknolojia hiyo haijapata umaarufu mkubwa sana duniani kwa sababu kadhaa. Kutumia madini yale yakiwa ghafi, hakuna mtu anayependa. Kwa hivyo nchi nyingi duniani badala yake zinapendelea teknolojia inayotumia madini ya urani yaliyorutubishwa, na hapo ndio linakuja zoezi hilo la kuyarutubisha madini ya urani. Ili kuelewa zoezi hilo ni lazima kwanza uelewe kitu muhimu cha kisayansi, nacho ni muundo wa madini yenyewe ya urani. Urani inaundwa na viambata viwili vikubwa, kwa wanaokumbuka chemistry tunaita isotopes. Sasa kuna kiambata cha kwanza wanakemia wamekipa jina la namba 238 na kingine kimepewa jina la nambari 235. Kumbuka nambari hizo mbili, 238 na 235. Kwa bahati mbaya kiambata 238 hakina sifa ya kulipuka ili kuzalisha nishati, jambo ambalo kusema kweli ndio muhimu sana kwenye teknolojia ya nyuklia. Na kwa bahati mbaya nyingine ni kwamba kiambata namba 238 ndio mara zote huwa kingi kwenye madini ya urani yanapotoka kuchimbwa. Huwa ni 99.3 mpaka 4 ya madini ya urani yanapotoka kuchimbwa ardhini. Halafu kuna kiambata kile cha pili 235. Hicho ndio kina sifa ya kulipuka na kutengeneza mnyororo huo wa kulipuka na kutoa nishati, wenyewe wanaita kwa kimombo chain reaction. Lakini kiambata hicho mara nyingi inakuwa ni kwa kiwango kidogo sana madini ya urani yanapotoka kuchimbwa, huwa ni 0.71 tu. Kwa hiyo kwa kuwa ili kupata nishati ya kutosha na ya muda mrefu ya nyuklia unahitaji madini ya urani yenye kiwango kikubwa cha kiambata 235 kile kinacholipuka, wanasayansi waligundua njia ya kukifanya kiwe kingi kupitia urutubishaji. Nini kinafanyika? Kinachofanyika ni kwamba madini ya urani yakishachimbwa yanapembuliwa kwa kutumia kemikali kupata urani ghafi. Ili kuyarutubisha madini hayo, urani ghafi ile inayeyushwa kwa gesi inayoitwa hexafluoride, natumai nimetamka neno hilo vizuri. Halafu gesi ile inapelekwa kwenye kituo cha kurutubisha madini ya urani. Mule ndani kuna na chemba nyingi ndogo ndogo zenye umbo la duara zinazozunguka kwa kasi kubwa mno, zinaitwa kwa Kiingereza centrifuges. Kinachotokea mule ndani, kiambata 235 kinatenganishwa na kile 238, halafu kile kiambata 235 kinahamishwa kwenda kwenye chemba nyingine na nyingine na nyingine hadi kiwango cha 235 kianze kupanda na kuwa kingi kuliko 238. Ni zoezi linalotumia muda mrefu sana, wakati mwingine inachukua miezi na hata mwaka mzima kutegemea na malengo yako. Kwa kawaida sasa, ili uweze kutumia urani iliyorutubishwa kwenye kuzalisha umeme kupitia kinu cha nyuklia,
unahitaji madini ya urani yenye kiambata 235 kilichorutubishwa kwa hadi 3 hadi 5. Yani itoke ile 0.71 ya asili hadi 3 mpaka 5. Halafu ukitaka kwa matumizi ya utafiti unarutubisha hadi ifike 20, na ukitaka kuunda silaha za nyuklia sasa inabidi urutubishaji ufikie kiwango cha 90 na kuendelea. Na hapo ndio mzozo ulipozuka kati ya Iran na nchi za Magharibi. Iran ni taifa lenye ujuzi mkubwa kusema kweli, hasa wa kisayansi na teknolojia. Na tangu mwanzoni mwa miaka ya 90, Iran ilianzisha programu hiyo ya kurutubisha madini ya urani ikisema inahitaji teknolojia ya nyuklia kwa ajili ya nishati na tafiti za kisayansi. Nchi za Magharibi zikaanza kuitilia mashaka, zikasema haziamini kuwa Iran ina lengo hilo tu, zikataka lazima zihusishwe kwa kuona kile ambacho Iran inafanya na kufuatilia mradi wake wa nyuklia. Iran kwa shingo upande na shinikizo la vikwazo vya kiuchumi ikaridhia, ikaingia kwenye mazungumzo na nchi 6 zenye nguvu duniani ambazo ni zile 5 za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani, na mwaka 2015 ukapatikana mkataba wa kudhibiti mradi wa nyuklia wa Iran. Shirika la nguvu za nyuklia duniani kwa kifupi linaitwa IAEA likapewa jukumu la kusimamia shughuli za urutubishaji wa madini ya urani na mradi mzima wa nyuklia wa Iran ili Iran isirutubishe madini kupindukia kiwango cha kawaida hadi kufikia kile kiwango kinachohitajika kwa matumizi ya kijeshi. Hata hivyo, wasimu wa Iran Israel ikaendelea kusema mkataba ule wa 2015 ulikuwa dhaifu na Iran ilikuwa bado ina uwezo wa kuficha na kurutubisha urani kwa kiwango cha juu kuunda silaha za nyuklia. Sasa Rais Donald Trump alipoingia madarakani ya awamu yake ya kwanza, akaisikiliza Israel, akaitoa Marekani kutoka kwenye mkataba ule na Iran, na akaamua kurejesha vikwazo vya kiuchumi. Iran ikakasirika sana, ikaanza mara moja kurutubisha madini ya urani kwa kasi, na hadi majuzi kabla ya vita ilikuwa inasemekana kwamba Iran ilikuwa inazo kilogram 400 za madini ya urani yaliyorutubishwa kwa 60%. Bado asilimia chache tu kufikia 90% zinazotosha kuunda bomu la nyuklia. Israel yakaishambulia Iran Juni 13 na vituo vyake vya mradi wa nyuklia, vita vikazuka. Marekani ikapiga mabomu vituo 3 vya kurutubisha madini ya urani vya Iran, ingawa ripoti zinasema havikuharibiwa. Iran imeendelea kusema haina nia ya kuunda bomu la nyuklia, lakini mataifa magharibi yanaiuliza kama haina nia ya kuunda bomu la nyuklia, kwa nini inarutubisha urani kwa kiwango kinachokaribia matumizi kwa ajili ya matumizi ya silaha? Lakini wale wanaoiunga mkono Iran wanauliza, hata kama Iran ingekuwa inataka kuunda bomu, kwa nini izuiwe wakati mataifa mengine kadhaa duniani yana silaha za nyuklia? Pole, najua maelezo yalikuwa marefu sana, lakini hiyo ndio tafsiri ndogo ya kurutubisha urani na msuguano uliopo kati ya Iran na nchi za Magharibi.